Uchaguzi wa kwanza kuwahi kufanywa katika serikali ya mkoloni ukiwa ni wa mwaka 1920 ambapo hakuna Mwafrika hata mmoja aliyekuwa katika bunge la taifa. Wazungu wa Uingereza 11 wakichaguliwa kwenye bunge hilo. Miaka minne baadaye viti vingine vikaongezwa kwenye uchaguzi huo na jamii za Wahindi na Waarabu zikawakilishwa kwenye bunge hilo. Wahindi wakikabidhiwa viti 5 huku Waarabu wakipokea kiti kimoja, sawia na kiti kimoja cha kuwakilisha jamii ya Waafrika wa ngozi nyeusi. Wakenya wenye nchi hawakuwa na uwakilishi uliostahili, na si siri kwamba ukosefu wa elimu kwa Mwafrika ndio sababu kuu ya mkoloni kujilimbikizia madaraka tele katika ardhi ya Wakenya. Historia hiyo ya uchaguzi nchini Kenya imekuwa safari ndefu yenye mabadiliko kwenye ukuzaji wa siasa za uwakilishi na utawala wa demokrasia. Siasa za vyama vingi zilipoanza nchini, Wakenya wakakumbatia kampeni za kusisimua. Uchaguzi mkuu wa mwaka 1992 ukawa wa kwanza kwenye mfumo huo na tume ya uchaguzi kuwepo ya kusimamia uchaguzi huo. Marehemu Jaji Zacchaeus Chesoni akateuliwa na Rais mstaafu Daniel Arap Moi kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini ECK mwaka 1992. ECK wakati huo ikiwa na makamishna 21 wa kuteuliwa na Rais wa Jamhuri. Matajiri masikini sisi sote binadamu. Wakati wa uchaguzi sitaki mtu aingie upande huu. Waache Kenya kukaa kwa amani. Na nyinyi muwe macho wakati wote kuangalia kwamba hakuna mtu mgeni anaingia upande huu. Kenya hapana inji ya kila mtu kuingia na kutoka, kuingia na kutoka. Ni inji ya wenyewe. Na kama ni inji ya wenyewe lazima itunzwe. Chesoni akawa sura na sauti ya mara kwa mara kwenye runinga na redio humu nchini na kusomwa kwenye magazeti ya taifa. You can be registered in Mombasa in a constituency as a voter and you stand in Mumias constituency. You can be registered in Homa Bay in a constituency as a voter and you stand in Murang'a as a candidate for parliament. No returning officer should reject any nomination papers of a candidate because that candidate was not registered in the constituency where he wants to vie for a seat. Wanasiasa hapa na pale wakao wa kumtaka kusuluhisha hili na lile kwenye malumbano yao yaliyoambatana na vyama vyao. Kwa mfano alivyolalama hapa kiongozi wa chama cha PIK wakati huo John Harun Mwau. KANU has not done their annual conference delegate in accordance with their constitution since 1992. Also the Democratic Party of Kenya are doing theirs today since 1992. The law is very clear. It says if a party has not complied with its own constitution, then it cannot be able to put forward a candidate, neither can it present a candidate. The Electoral Commission does not supervise political parties in filing of their returns and the holding of their elections in accordance with their party constitution. The Registrar of Society does that. Hata hivyo vyama vya siasa vikazua hoja kwamba chama cha KANU kilichokuwa kikitawala wakati huo kilionekana kuwa na ukiritimba wa uongozi wa ECK, hivyo likaundwa jopo la kuvileta pamoja vyama vya siasa Inter-Parties Parliamentary Group IPPG. Vyama vya KANU, Democratic Party DP, Ford Kenya, Ford Asili na Safina vikawa vyama vilivyounda IPPG. Ili kuendeleza uwazi ndani ya tume ya uchaguzi, mkataba wa uteuzi wa makamishna wa ECK ukaratibiwa kwenye IPPG. Kila chama kikawa na nafasi ya kuteua kamishna au makamishna kwa minajili ya kuwakilisha matakwa yake kwenye mchakato wa uchaguzi nchini. Jack Tumwa alikuwa mmoja wa makamishna walioteuliwa na upinzani kuhudumu kwenye tume hiyo. We were lucky in that my team of 10 commissioners came in following the IPPG of 1998. And at that time the commissioners who were there before were accused of being biased in favor of the government. Now when we came in, and we were lucky because we met the late Justice Chesoni, we sat with Chesoni, the 10 new commissioners and the 10 old commissioners, and we agreed that we have to look at the country. We have to look at the law as it is and implement what is required of us per law.
And actually it worked very well. 1997 we had some logistical problems, but the election was okay. Come to 2002 we worked as a team. We were not thinking about who is KANU, who is Fort Kenya, who is what. We were working as members of the Electoral Commission. Desemba mwaka 1997, Rais Moi alimteua Zacchaeus Chisoni kuwa jaji mkuu nchini. Nafasi yake katika tume ya ECK ikapewa marehemu Samuel Kivuitu aliyesimamia uchaguzi mkuu mwaka huo. Nyota ya Kivuitu iliendelea kung'aa kwenye kiti hicho, kilele chake kikiwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2002. Uchaguzi uliosifiwa kuwa wenye ufanisi mkubwa nchini Kenya. Uchaguzi ulioleta madarakani serikali mpya ya muungano wa NARC, Rais mstaafu Mwai Kibaki akitoa madaraka ya taifa, makamu wake akiwa marehemu Michael Kijana Wamalwa. Mwanasheria Gabriel Mukele alikuwa naibu mwenyekiti wa ECK wakati huo. Tulikuwa tumefanya kazi yetu vile tulikuwa, bila pressure, bila watu kutupiana maneno, na ikaenda vizuri. Serikali ikageuka kwa sababu ile ya zamani pia mzee alikuwa amekuwa huko kwa muda mrefu na watu walikuwa wanafikiria pia afanye changes. Na alisema, aliambia watu, mtanitamani, you will remember me. Na sasa tunafanya hivyo. Hata mtu akipretend tunamtamani, lakini vile nimesema na niseme, hatutaki shida hapa Kenya. Mambo yaliharibika mwaka 2007 pale Samuel Kivuitu alipomtangaza Mwai Kibaki mshindi kwenye uchaguzi uliokuwa kivumbi kikali baina yake na Raila Odinga, ambaye aliamini kuwa aliibiwa kura zake. We are appealing to you to be calm. I think nobody who doesn't know me and who doesn't know these commissioners, I can assure you, if we don't get these results quickly, I think we will have to announce what we have. The message we are sending to those who are sitting on these results is that they must be quick, because by keeping quiet, it means there are no results. If there are results, why have they not brought them? It means there are no results. Some of these areas which have not brought results normally bring results here fast. And Nairobi is becoming one of the most useless places. Sometimes, of course, you politicians who cause issues. Because in Kamukunji, I understand you invaded the boxes. Even they spilled, the ballot paper spilled over. And then the policemen seeking peace shot in the air. And when they did so, our presiding officers ran away with the results. So last night, they were being hunted where they are. Mtafaruku huo ulilemaza shughuli nyingi humu nchini. Wakenya wakapigana wenyewe kwa wenyewe, na yote yaliyotokea sasa ni historia. Tulikuwa tumetengeneza mipango ya uchaguzi vizuri mpaka wakati mimi ninatoka. Na kabla sijatoka, wengi pia walikuwa wametoka hiyo mwaka. Wengi walikuwa wametoka. Wenye kuachwa hapo kufanya uchaguzi kabisa hawakuwa wengi na experience nzuri, ujuzi mzuri sana. Na tena kulikuwa na hii lugha, vile nimesema, ukabila uko ndani, kukataa results zake, vile vitu vilifanyika, sikuwa ndani. Kwa hivyo ndani kabisa siwezi kujua, lakini nikizungumza nikiwa nje, vitu havikuendelea vizuri. Hata hii maneno ya Kivuitu kutoka hapo kwenda State House saa 1 karibu ya usiku, na media ambayo ilikuwa huko moja. 2007 is sad to remember because, as I've said, 2002 we did a very good job, 2005 we did a very good job,
And by the way, between 2002 and 2007, Ghana actually learned from us because we were ahead of Ghana, and we kept consulting on how to run an election. Come to 2007, we wanted to perfect what we had done in 2002 and 2005. And by the way, things went pretty well. There were problems because before we got to the elections, the language, the political language was bad, was as rough as it is. And we kept having discussions with the political parties, with the political party leaders, cautioning them about this and that. You may recall that we introduced what we call a peace affirmation, which was signed by all the presidential candidates. Bunge la 10 likavunja tume ya ICK mnamo mwaka 2008 na kukaundwa tume huru ya muda ya uchaguzi IIEC. Ahmed Isaac Hassan akawa mwenyekiti wa IIEC, makamishna wake wakiwa Simiyu Abidu Wasike, Winnie Gushu, Yusuf Nzibo, Hamara Ibrahim Adan, Ken Nyaundi, Tia Galgalo, Davis Chirchir na Douglas Mwashigadi. Kikosi hicho cha makamishna 9 kilitokana na uteuzi baada ya wao kupitia mahojiano kabambe kwenye kamati ya bunge iliyoteuliwa na Rais Mwai Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga. Isaac Hassan na makamishna wake waliapishwa Mei 11 mwaka 2009. IIEC ilipewa majukumu ya kusimamia chaguzi na kisha baadaye ikaundwa upya na kupewa majukumu ya tume ya mipaka ambayo awali ilikuwa chini ya tume ya muda ya uratibu wa mipaka nchini IIBRC chini ya mwenyekiti Andrew Ligale. IIEC ikawa IEBC iliyoko hadi sasa. Agosti 4 mwaka 2010 IEBC ilisimamia kura ya maoni kuhusu katiba mpya. Katiba mpya ilipata ushindi wa 68.6% ya Wakenya waliopiga kura kuidhinisha katiba mpya nchini. Wakenya wakaenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2013 wakiwa na ujasiri mwingi kwa IEBC, lakini kile walichokosa kujua ni kwamba tayari IEBC ilikuwa na doa ya sakata iliyobatizwa Chicken Gate, sakata iliyohusisha utoaji rushwa kutoka kwa kampuni ya Smith & Usman nchini Uingereza ili kandarasi ya uchapishaji karatasi za kura iende kwa kampuni hiyo. And the idea that we would go to UK and ask for money to be paid in order to win a contract that, as now we are being told, is ridiculous. And even that you haven't asked me about the tender, now the quarrel that is going on. The Middle East has never been known for being very democratic when it comes to elections. But this is a company, an international company. I don't know when they say people must participate. I have not read the judgment. I have asked somebody to print it out, to get out for me on the computer. And participation. The commission must be allowed to do its job. You advertise the tenders and the people bid. Then you let people see what's going on. You cannot be saying the commission is deciding, then you are calling people from this party and the other party, and you are calling who to come and tell you, and you call the people from the streets of Nairobi to come and say, this is the right person to... No! Matokeo ya kura za urais yaliyotangazwa mwaka 2013, Rais Uhuru Kenyatta alitangazwa mshindi. Ushindi uliopingwa mahakamani na Raila Odinga, sababu kadhaa zikitolewa na mawakili wa muungano wa CORD wakati huo kuhusu dosari zilizojitokeza kwenye matokeo ya kura hizo. Mahakama ya juu ilipotoa uamuzi chini ya jaji mkuu wakati huo Daktari Willy Mutunga, wafuasi wa CORD hawakuridhika na uamuzi huo uliosomwa kwa haraka na kuwaacha Wakenya vinywa wazi. Masaibu ya kikosi cha Isaac Hassan yakaanzia hapo. Upinzani ukaanza maandamano ya kila siku ya Jumatatu, Machozi Mondays. Machozi kwa maana kwamba serikali ya Jubilee ilikabiliana na waandamanaji kwa kuwarushia vitoza machozi. Maandamano yaliendelea hadi pale kikosi cha Isaac Hassan kikasalimu amri na kuondoka. We decided to sacrifice institutional independence, security of tenure, rule of law, for political expediency, for peace. Yes, you have the right to protest and picket. I think if you are trying to achieve unconstitutional means,
or unconstitutional result, I think there was a duty on all of us to say no to that. But I think we decided to avoid a confrontation, a political confrontation. So we looked for very quick, short-term gain, short-term solution, and that was, I think, our exit. I'm not sure whether the problem has been solved. Isaac Hassan alizungumza na KTN News miezi michache baada ya kuondoka ofisini, akafafanua aliko kwa sasa. I've been resting after being in the office for 7 years and 10 months. I think I wanted to get some rest first. But I've started a short-term election consultancy. I'm going to be back to legal practice now. Yeah. Hassan anajivunia mabadiliko waliyoleta kwenye tume ya uchaguzi nchini ambayo anasema yameendelea kuimarishwa na ofisi iliyoko sasa ya mwenyekiti Wafula Chebukati na afisa mkuu Ezra Chiloba. Before IIC was established, we had a very large commission composed of 23 commissioners, ECK, and they were appointed by political parties based on their strength in parliament. But I think if you look at the IIC, the commissioners were reduced to 9, and the way we were appointed again was through a very competitive process. There was public participation, and even IBC, the commissioners, the way they are appointed again is very competitive. There's no political appointments, so in terms of appointing of the commissioners, it's very professional. We have also professionalized the civil service of the commission. We have what now, as like I said, a very strong secretariat. People who are now professional election managers. They are not part-time, they are not temporary, they are full-time and permanent staff of the commission who are transferred across the country and who do a wonderful job in managing elections. So I think from 2009 to now, up to now, I can say that we have grown and matured our elections body into a very professional body. Changamoto walizozipitia Isaac Hassan na makamishna wake ni kumbukumbu watakazoishi nazo maishani, akifahamu fika kwamba taasisi hiyo inapewa uangalizi mkali na Wakenya wa mirengo yote ya siasa. Every returning officer will deal with the politics of his area of jurisdiction. If you are a presiding officer, you are dealing with the police station. If you are a returning officer for the constituency, you deal with the politics of the constituency, MPs who are contesting and other. If you are a county returning officer, you deal with the county. And if you are the national returning officer, you deal with the election for president. So different politics apply to different elective seats, and you will deal with different people and different personalities. I was dealing with different people than the one who was dealing with the county or the returning officer in the constituency. Gabriel Mukele anaafiki kwamba IEBC imebanwa na shinikizo za wanasiasa, jambo ambalo anaonya ni tatizo kwa utendakazi wa tume hiyo. Wasianze hivyo, wakianza hivyo wataleta shida. Sasa wapiga kura wanaelekea kwenye uchaguzi mkuu kwa mara nyingine. Wakati huu Wafula Chebukati akiwa kwenye usukani wa kiti moto, kiti kilichokuwa kikikaliwa na watangulizi wake marehemu Zacchaeus Chesoni, marehemu Samuel Kivitu, Isaac Hassan na sasa ni yeye. The journey of managing elections is always a very difficult one, but also very satisfying sometimes when after you have done, everything is over and you have declared and people are celebrating their wins, I think, and the country is moving forward. You have helped in delivering a government to the people. You have helped in delivering a county government, a county assembly, a national assembly, a parliament, a senate, a presidency. So that gives you a sense of joy and satisfaction, even as you are being crucified elsewhere. But still you know that it's our work as an election managers which help the country deliver a government and a parliament. Macho yote yanamwangalia tarehe 8 hata baada ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2017. Frank Otieno.
KTN News. Aibariki Kenya yangu. Wimboni naimba sio wimboni maombi. Nikiomba Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu. Kwa jina la Baba na la Mwana. Kivumbi 2017 for all your election coverage.